Mteja wangu, karibu Home Builders Limited. Kama kawaida, leo hii nimekuleta hapa kwenye hii nyumba ya mteja wangu ambaye nilikuwa nimemjengea kuanzia kununua kiwanja mpaka kumaliza hii nyumba ilipofikia hapa, lakini alipata matatizo. Kwa hiyo alikuwa amehitaji tuitangaze na tuiuze. Hii nyumba ni kubwa, nzuri na ipo mitaa mizuri. Angalia majirani huku, si ndio? Pando majirani, ile eneo ni tambarare lote, mvua inyeshe sinyeshe hapa ni peupe. Haya hapo ni maduka, kuna maduka hapa ndo center, kuna mapikipiki, mabajaji, mapultebo, kila kitu. Yani unatoka hapa ndani, unaenda barabarani, unachukua mahitaji na kila kitu kinakuwa sawa. Sasa hii nyumba hii hapa inauzwa bei poa kabisa. Eneo lake linaanzia hapa, unaona, kuanzia kwenye hili jiwe hapa, inatoka hapa inaenda mpaka kule kwenye ule mti unaoona pale. Yaani usahau wa mti kuja barabarani huko kwenye haka kanjia haka ndio eneo linapoishia hapo. Ni viwanja viwili. Kiwanja cha kwanza kinaanzia hapa. Sawa, ukitoka kwenye kiwanja cha kwanza kinapoanzia hapo, unatembea mpaka kinakuja hapa. Jiwe la pili hili hapa. Kikitoka hapa tunatembea mpaka mwisho huku usawa huu mti. Na kuonyesha hapa. Yes. Inakuwa hapa. Hapo sawa huu mti huu. Kwa ni kutokea hapa mpaka kule karibu na gari langu. Hili eneo lote ni la mteja wangu ambaye leo hii tumehitaji kuuza hii nyumba, niseme hivyo. Nadhani unaiona hapa. Hii ni nyumba kubwa sana. Ina vyumba vitatu ambavyo kimoja master, kuna sebule, kuna jiko, kuna dining, kuna store, kuna kila kitu. Tazama hivi hapa vyumba vyake 12 kwa 12, si ndio bwana? Hapa vyumba vyote ni vinachoo ndani. Unaona hichi kinachoo ndani, kile cha kule kinachoo ndani, kuna public toilet, lakini pia kuna sebule kubwa, kuna varanda kubwa hii hapa, nadhani unaiona. Imekaa vizuri sana, kubwa sana. Sebule hile pale. Na kuonyesha tu kwa watu wanaingia ndani. Maji, hii ni sebule kubwa. Ni futi 20 hii hapa sebule. Ni sebule kubwa sana na nyumba pia ni kubwa sana ya kisasa. Cheki hii varanda jinsi ambavyo imekaa, ni varanda kubwa sana. Kwa hiyo naingia ndani kwenda kuonyesha vyumba vyote na sehemu zote kwa ujumla. Si ndio bwana? Mtazamaji, nadhani umeona sebule jinsi ambavyo ipo. Huu ni uwazi huu wa kuelekea kwenye varanda na ni dining. Hii hapa ni dining. Size 12 kwa 12. Hii ni dining. Kile pale ni chumba, lakini pia chumba kipo single peke yake. Kile pale ni choo cha public, kwa kule ndani kuna chumba. Huku ni jikoni. Hii hapa ni dining. Huku kuna store, kuna jiko. Kwa huku ndio kwenda kwa boss. Boss hichi hapa. Hichi ndio chumba cha bosi. Tazama jinsi ambavyo kilivyo kikubwa. Size 12 kwa 12. Mlango huo wa kutoka kwenda sebuleni, jikoni na sehemu zinginewe. Ule kule ni kwa ajili ya choo. Kile ni choo, public toilet bwana. Hapa tulishaanza mzunguko wa shimo. Kwa hiyo hapa inakuwa linachimbwa, limejaa mchanga. Kwa hiyo ndio inatakiwa lichimbwe, litolewe mchanga, shimo lisakafiwe, likae vizuri, alafu lifunikwe. Umeona bwana? Kwa hiyo nyumba ndio hii hapa kama ambavyo unaitazama hapa. Ile eneo lote la kwetu. Huku ndo kwa nyuma huku. Umeona bwana? Nile tulishia sawa hilo jiwe hilo. Huku ndo kwa nyuma. Hii ni sehemu ambayo ni baranda ya nyuma hii. Iko hivi. Na hili hapa ni eneo la jiko hii. Hili ni eneo la jiko. Hili eneo lote jiko, halafu kule ni dining, halafu kwenye haka kachumba kadogo hapa ni store. Sema kuna miti na nini imeota hapo. Kwa hiyo inakuwa vigumu kuonyesha, lakini ka store hapo pale. Kwa hiyo kwa huku ni nyuma huku. Unaona bwana, mlango wa kutokea nyuma hii hapa, hili ni dirisha la store. Alafu hapa ni dining. Hii ndio dining. Unaiona bwana hii? Yes. Alafu hichi hapa ni chumba ambacho ni single. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba hichi ni single 12 kwa 12 size. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba eneo letu laishia hapa. Jiwe hili hapa. No. Barabarani huko. Unaona? Usawa mti kuja hapa. Si ndio? Halafu eneo la kuwa hivi. Kwa hiyo nyumba yetu ni hii hapa. Nyumba ya vyumba vitatu, viwili master, kuna sebule, jiko, dining, store, public toilet, varanda mbili
dining zote, kila kitu kipo ndani. Kwa hiyo ni nyumba nzuri sana na nimeijenga kwa viwango vyote kabisa yani. Ni nyumba likubwa sana la lauzwa bei rahisi sana. Na viwanja hapa ni viwili, majirani kama wote. Umeme upo, mtandao upo, una mitandao ya simu ile pale. Minara kila aina. Kuna huku mwingine mwembamba mrefu, huo wa Halotel. Huo hapa pia mnara mitandao minginewe. Umeme kila sehemu pale ni center, umeme unachukulia hapo, hiyo transformer imewekwa pale. Kwa umeme kila kitu ni hapa hapa. Kwa Pakistani mbele ya gari yangu hapo. Umeona? Kwa hiyo nyumba yetu hii hapa. Tazama jinsi ilivyo. Hii nyumba inauzwa milioni 22, ndio pesa taslimu ambayo mteja wangu anaitaka. Maongezi hapo, lakini inauzwa milioni 22. Yaani maana yake milioni 22 na kukabidhi hii nyumba ambayo wewe unachokifanya hapa ni unamalizia tu kufunga mkanda, unaezeka, unaweka milango, madirisha, unafanya finishing, unaanza kuishi, unakaa kwenye mazingira ambayo watu wamejazana, watu ni wengi, watu wanafanya biashara, kuna maduka, kuna kila kitu. Lakini pia hapa mbele unaweza kutengeneza frame, na ukiniambia mimi nikufanyie kazi na kufanyia, kwa sababu haka ni kamtaa haka. Hii ni mtaa barabara hii. Kwa hiyo hapa naweza ukaweka frame zako mbili, ukaweka na parking ya kuingiza gari zako kama ambavyo unataka uishi hapa. Lakini pia hizo frame zako mbili ukafungua duka la jumla au rejareja, ukapiga hela, wakazi ni wengi, maduka yanahitajika, kila kitu kimekaa vizuri kabisa. Kwa hiyo nyumba hii hapa leta milioni 22, ni kukabidhi hati mbili, yani na hati ya viwanja viwili. Kwa hiyo ziko hati mbili na kukabidhi na kila kitu kinakuwa sawa. Umeona na upande huu. Kwa hiyo nyumba imebakia finishing tu, kwamba tunafunga mkanda, alafu unamalizia top coat, unaweka bati. Nyumba ni kubwa, unaweza kaidesign vyovyote unavyotaka, unaweza kufanya mabadiliko yoyote unayotaka, lakini nyumba kubwa, imepoa, ina kona nyingi, shimo tumetengeneza likubwa, mzunguko wa shimo ule pale ni mkubwa sana. Tukichimba hapo chini tunalishusha, linakaa vizuri kabisa, linakuwa tayari limeshakaa vizuri kwa sababu limeshajengewa hadi chini. Lakini pia eneo ni kubwa hapa, ile eneo lote la kwako hadi barabara huu mtaa. Kwa hiyo maana yake hapo unaingiza gari yako mpaka ndani, unaweza kamoka paki hapa, alafu kumbele ukaweka maduka, ukaweka geti na kila kitu, na mambo yakakaa vizuri kabisa. So nakukabidhi hati mbili ambazo ni za hivi viwanja, unakuwa na miliki na nyumba yake, kila kitu kinakuwa kimekamilika. So milioni 22 unaenda kupata kiwanja ambacho kimenyooka, hakina mgogoro, hakina shida, hakina kero aina yoyote. Hilo la kwanza. Lakini kupitia hiyo milioni 22 unaenda kupata ile nyumba ambalo utakuwa ulijenga hata kwa milioni 30 likiwa limesimama tu hivi, bado kuja kufanya finishing na kila kitu. Tayari hapo umepata. Unakutana na choo ambacho kimeshachimbwa, ni kutoa mchanga tena kishuka kwa sababu ya mvua na nini, michango ilijaa pale. Kwa hiyo ni kitu kidogo tu, lakini pia unapata eneo ambalo kwa sasa hivi kipande kimoja kinauzwa milioni 8. Lakini mimi nakupa vipande viwili ambavyo utakuwa utoe milioni 16, lakini unatoa milioni 22 pamoja na nyumba yake. Kwa hiyo unaona jinsi ilivyo, na hati miliki ninazo mimi, ninakukabidhi zote, tunaandikishana, unakabidhi pesa, kila kitu kinakuwa kimeisha. Njoo ukague nyumba, uitazame pande zote, uniambie unatoa pesa, tufanye biashara. Ipo sehemu ni nzuri sana. Hapa ni Msongola, lakini jirani na Kivule kwa sababu zimepakana. Kutoka hapa mpaka barabarani hakuna shimo, hakuna matope, hakuna mchanga, hakuna vumbi. Ni kufika dakika moja unafika zako, unaendelea shughuli zako. Kutokea barabarani kuja paka hapa ni kama dakika 15 hivi au 10, unakuwa ushafika hapa. Na ukifika hapa maeneo yako wazi, nyumba ziko juu, hakuna shimo, hakuna bwawa, hakuna chochote. Nyumba hii hapa. Njoo ikague, njoo itazame, tufanye biashara. Kwa hiyo mteja wangu wa Home Builders Limited, kama ambavyo nimetoka kuambia, nyumba hiyo hapo ni nyumba kubwa, nzuri, imenyooka. Itazame kwa mbele jinsi ambavyo ipo. Ni nyumba fulani likubwa sana, halijapoa. Madirisha yake ni makubwa ya futi 6 hayo. Nadhani unayaona vizuri kabisa. Kwa hiyo nyumba imejengwa katika standard zote nzuri kabisa. Angalia mlango wake ni double door. Mlango wa double door bwana. Kwa hiyo ni nyumba nzuri sana. Hata ukiangalia zege ambalo nimeliweka pale kwenye foundation ni hatari sana. Lakini ukicheki kwenye vyumba, hivi vyumba kama ambavyo nimekuambia size 12 kwa 12, kwa hiyo utaweka kitanda, utaweka kabati na bado nafasi ya kufanyia mazoezi au kuweka TV utapata. Yani ni wewe tu. Tazama kwa huku upande wa pili, nyumba ina makona ni mengi. Huku upande wa pili umeona jinsi ambavyo imekaa, yani imeingia katoka ikakaa hivi na vile. Nyumba fulani nzuri sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hataki kutumia gharama kubwa ya pesa kujenga nyumba mjini sehemu nzuri, hii hapa nyumba inakufaa, kwa sababu kwa sasa hivi thamani ya hichi kiwanja ambacho nimekupa, kipande kimoja kinauzwa milioni 8. Milioni 8 kwa sababu nimetoka kununua pia juzi kinginewe kama hichi kiwanja, lakini kipande kimoja nimenunua milioni 8. So
kwa thamani ya viwanja vyote viwili ambavyo unavitazama hapa kwenye hili eneo ambapo hii nyumba imekaa, maana yake thamani yake kwa sasa hivi ni milioni 16. Hapa ni mjini kabisa, ni karibu na uwanja wa ndege, ni karibu na Kariakoo, ni karibu na sehemu zote, kwa sababu katika eneo ambalo ni zuri na limekaa karibu na mjini ni hapa. Na hii bwana imekaa vizuri kwa sababu haina mashimo, haina mabwawa, haina mavitu yoyote, hauvuki daraja ndo uende mjini. Yani ni kupanda gari moja mjini, dakika kadhaa umerudi nyumbani, uendelea na shughuli zako. So kwa mtu yeyote ambaye anataka kupata nyumba kwa bei mteremko, hii hapa inakufaa kwa sababu hii nyumba imechukua nafasi ya viwanja viwili. Hivyo viwanja viwili ambavyo kimoja ni milioni 8. Viwanja viwili kwa thamani ya sasa hivi ni milioni 16. Kwa hiyo nyumba inauzwa milioni 22. Kwa hiyo hapo utaona ni kama vile umenunua nyumba milioni 6. Yaani bonge la jumba lakini umenunua kwa bei ndogo. So nilitamani hata mwenyewe kuichukua, lakini kwa sababu ya kipato sikuwa nacho, ikabidi tu niache. Na nimeiacha kwa roho inaniuma sana kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu kumiliki nyumba ya design hii hapa. Sema tu ndo kipato sina. Nimemuomba mteja wangu, amenivumilia muda mrefu, lakini kila nikijaribu sipati hela, nikakubali kuja kuitangaza hapa, nimpe mtu ambaye itakuwa ni bahati yake. So hii hapa nyumba inahitaji milioni 22. Hatukutaka kutaja siyo 30 na kitu na nini, lakini inahitaji milioni 22. Leta pesa tukukabidhi nyumba. Hati miliki ziko 2 hapa za viwanja viwili, uchukue nyumba. Ni kama nyumba umenunua milioni 6 alafu kiwanja umenunua milioni 16 kwa thamani ya sasa hivi.